Watu wa Mungu, shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawakaribisha tena katika kipindi hiki, katika channel hii, kuendeleza kile ambacho Mungu kila siku amekuwa akituonyesha. Ni mambo mengi yanayohusu watu mbalimbali, mataifa na vitu vingi. Na leo tutakwenda kupa unabii huu ambao Mungu ametupatia kuhusu kiongozi mkuu wa nchi ya Tanzania ambaye sasa yupo madarakani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niko na ujumbe wake hapa ambao Mungu amenipatia. Niliona katika eneo fulani ilikuwa ni eneo lilikuwa linaonekana kama ni stendi ya kawaida. Yaani ninaposema stendi ya kawaida ni zile stendi ambazo chini ni za changarawe. Chini ni za changarawe, hazina ile simenti, hazina ile urembo mzuri sana. Katika stendi hiyo kulikuwa na zile meza fupi sana, kama zile wanazowekea nguo wanapouza wale watu wa mitumba, wale wa machinga. Vile vimeza vifupi vile ambavyo mtu akitaka kuchagua na inama hapo anachagua. Lakini kushoto kwa hiyo meza kulikuwa kuna benchi fulani limekaa katika muundo ambao ni kama benchi ambalo limekaa katika muundo ambao wa kiti na kuegemea hivi. Yaani kuna sehemu ya kukaa na kuna sehemu ya kuegemea. Mbele ya hilo eneo kuna barabara imepita. Kwa hiyo ikiwa mimi nimetoka kule barabarani na ingia eneo hili la stendi, nilifanikiwa kumuona Mheshimiwa Rais amesimama juu ya hilo benchi ambalo nalifananisha na lile la wale wanaouza mitumba. Amesimama hapo juu. Niliposogea nikawa na taharuki sasa, ni mheshimiwa kweli au sio? Niliposogea karibu nikagundua ni yeye. Sasa nikashangaa kwa nini yuko peke yake. Maana alisimama peke yake. Hana bodyguard, hana mlinzi, hana afisa usalama yoyote eneo lile. Alikuwa peke yake. Raia walikuwa wakipita hapo, wanapita wanaendelea na shughuli zao. Hawana habari naye. Hawaongei naye. Hata kumsalimia hawamsalimii. Wanapita tu. Wengine wanapita huko nyuma, wengine wanapita mbele, wengine wanapita wapi? Wanapita tu. Nilishangaa kidogo. Niliposogea karibu pale, niliona kuna nguo fulani amevaa, alafu juu amevaa koti. Lakini lile koti lilikuwa halijanyoshwa. Lina makunyanzi. Yaani kana kwamba mtu ametoka tu kulifua akapewa avae, naye akalivaa hivyo. Ikanishangaza zaidi. Mheshimiwa Rais wa nchi hana pasi. Wasaidizi wake wanafanya kazi gani hadi wanakubali muonekano wa kiongozi wa nchi uwe namna hii? Halafu wamwache peke yake katika eneo kama hili la wazi la stendi, hana mlinzi. Halafu ameweka juu aonekane, kila mtu amuone. Nikiwa bado nashangaa, yeye wakati alikuwa amesimama tu kimya anatazama kule barabarani. Pembeni hapa katika hilo benchi ambalo nimekuelekeza mwanzo, ambalo ni kama lina sehemu ya kukalia na kuegemea, ziliwekwa nguo 3. Nguo ya kwanza ilikuwa ni koti ambalo ni na rangi kama ya kijivu fulani hivi na mistari kama mieupe fulani. Koti lile sehemu ya kuegemea kuna bango limeandikwa, yani kuna kibao kimeandikwa jina fulani kuhusu hiyo nguo. Ikaachwa nafasi kidogo ikaweka nguo ya pili, ilikuwa gauni. Na hapo sehemu ya kuegemea kikaandikwa kibao kuhusu hiyo nguo. Na sehemu ya 3 ikawekwa tena koti. Kikaandikwa kibao sehemu ya kuegemea hivyo. Ile koti la kwanza kwenye kile kibao paliandikwa Samia. Ile koti la pili ile nguo ya pili ambayo ni gauni, kwenye kibao pakaandikwa Suluhu. Ile koti la 3 kwenye kile kibao kimeandikwa Hassan. Kwa hiyo zile nguo 3 zinaleta mjumuiko wa Samia, Suluhu, Hassan. Lakini nikazitazama zile nguo, nazo zilikuwa zote hazijanyoshwa. Zina makunyanzi, zimejikunja. Sasa nikiwa na waza mengi, hawa
wanafanyaje kwa kiongozi mkubwa wa nchi hivi? Kwa nini yuko hapa? Nikiwa nawaza haya, Roho akanipeleka, kuna jengo moja ambalo kwa wakati huo rais alikuwa amelipa mgongo. Nafikiri ni jengo labda la eneo lile la stendi. Huko ndani kulikuwa na mzozo, maana kuna kelele nilizisikia huko. Huko ndani nikasikia watu wanabishana. Kuna mmoja anasema aende, unasema siende bwana. Aende, siende. Hakuna amani huko. Asiende. Anatakiwa aishie hapa. Watu walikuwa wakibishana. Na wale watu ni wasaidizi wake walikuwemo, mabodyguard wake walikuwemo, viongozi wengine waandamizi ambao waliandamana nao kwenye safari hiyo walikuwemo. Wengi wakisema asiende kwa sababu za kiusalama. Mbele hakuna amani, mbele hakuna usalama. Asiende mheshimiwa. Imetosha. Safari hii ni ngumu. Safari hii mbele hatuoni dalili zozote za kubaki salama. Asiende. Wengi walisema hivyo. Lakini wachache wakasema hapana. Mheshimiwa yeye anataka kwenda. Yeye mwenyewe anataka kwenda. Tunafanyaje? Na hawa wote wameteuliwa na huyu ni wako chini yake. Huwezi kumkatalia bosi wako. Kwa hiyo wakati Roho amenipeleka kule, kisha nikarudi hapa ambapo nilikuwa kwenye nguo aliposimama, ambako alikuwa jirani na yeye. Yeye alikuwa bado amekaa kimya. Nilikuwa naona watu bado wanapita kila maeneo. Hawana habari, wanaenda tu. Hawaoni kama kuna mtu amesimama. Wanaenda tu. Nikashangaa hawa watu. Ilipaswa hata waseme hata habari mheshimiwa. Ilipaswa hata waseme neno. Mkuu vipi, lakini hakuna. Wanamuonaje? Muda sio mrefu akatokea kijana mmoja. Yule kijana akasogea pale mahali nilipo, ambapo mimi nilikuwa bado nazitazama zile nguo, kwa nini zimeandikwa majina na kwa nini zimewekwa pale. Nguo za mheshimiwa ziwekwe hadharani, za mheshimiwa ziwekwe hadharani, halafu hazijanyoshwa. Yule kijana akaniambia hizi ni nguo za rais. Tuna safari lakini hatuna uhakika kama tutarudi leo. Hivyo tumezibeba, yani hivyo hizo ni nguo zake za akiba. Ikitokea atalala, basi hapo zitatumika hizo ili abadilishe. Kama tutarudi leo, sawa. Lakini hatuna imani kabisa na safari hiyo. Tunatamani asiende. Nikamueleza kwa nini sasa hamjanyosha? Kwa nini nguo ziko hivi, na kwa nini mmeruhusu avae nguo ile koti limejikunja vile? Na hizi zote hamjazinyosha. Kama atabadilisha ndo atavaa hivi. Hakuweza kunipa jibu. Wakati huo wale waliokuwa wanabishana ndani wakawa wanatoka sasa. Wanatoka lakini bado wakiwa katika malumbano. Wengi wakisema tusiende, wengi wanasema twende. Wachache wanasema twende. Pale nilimsikia mmoja akasema twendeni. Wakati wanatoka ndani akasema twendeni. Hatutamaliza mazungumzo haya, twendeni. Anavotaka yeye itakuwa hivyo, twendeni. Wakawa wanatoka lakini bado wakiwa wana utofauti wa maneno. Wengi wanasema bwana asiende, wengine wanasema tusiende. Wengi hivyo. Walipofika pale bado wakawa wanaendelea na hayo mazungumzo. Wakati wote rais hajasema kitu, ni kimya. Yupo kimya kabisa, hazungumzi. Wale watu waliposogea karibu, mmoja wao akamuita yule kijana aliyekuwa anazungumza na mimi pale. Akamwambia chukua hizo nguo twende. Yule kijana akatoa mfuko. Mfuko sio begi, mfuko. Huu unaitwa mfuko wa Magufuli. Akazikunja zile nguo, akaziweka. Ikaniletea mshangao tena. Nguo anazosema za kubadilisha mheshimiwa rais aziweke kwenye mfuko wa Magufuli? Ina maana hakuna begi za kuhakikisha kwamba hizo nguo zinawekwa. Kwanza zimewekwa wazi hadharani. Kwa nini? Halafu hazijanyoshwa. Tena bado anaziweka kwenye mfuko huo. Yule kijana akaondoka kwenda kuungana na wale wengine. Wale pale na rais akiwa anasikia. Wao wakiwa nyuma yake na wengine wakiwa ubavuni sasa. Niliona pale wakiwa watu bado wana taharuki ya hiyo safari. Wengi wakisema bwana hii safari sio nzuri, safari sio njema.
hapaswi kwenda safari, hapaswi kwenda, mwambie asiende, hapaswi kwenda safari hii. Lakini yule ambaye alionekana ni kiongozi alisema hatuna namna, kwa kuwa yeye amehitaji twende, wacha tu twende. Kusanyeni nguo zake, twendeni. Kitatokea nini mimi sijui, tutarudi leo mimi sijui, tutafika salama mimi sijui, liwalo na liwe, itajulikana huko huko. Haya Mungu ametufunulia juu ya kiongozi wetu wa nchi. Wakati wote yeye amekaa kimya. Katika ulimwengu wa roho ndiko kuliko na tabia halisi za watu. Mwanadamu anaweza akakudanganya kimwili akasema 1, 2, 3, lakini roho ya mtu haidanganyi. Ndio maana unaweza kuona mtu anasema nakupenda, ukaingia ndani ya roho, Mungu akakuonyesha maono, ukaona tabia yake halisi. Kwa hiyo katika roho ndio hali halisi ilivyo, kwamba kuna mpasuko wa hao watu wanaocheka kwa nje katika chama chao, katika umoja wao. Sio wote wanacheka kwa furaha. Wengine wanatamani asiende, wengine wanatamani abaki, wengine wanaona hatari, lakini kwa kuwa mkuu ndiye ameamua, wanashindwa kupata nguvu ya kusema chochote. Na hapa Mungu anaonyesha matokeo ya safari hii. Hata wahudumu wake wamechoka, hawamhudumii tena ipasavyo, hawamchukulii tena kama mheshimiwa. Mazingira ambayo anatakiwa onekane kama rais, awe safi, nguo ziwe safi, zinyosho vizuri, haiko hivyo tena. Hata zile nguo za akiba anazosema amembebea, wamezikunja kwenye mfuko. Ni kwamba imetosha. Yaani kwa vitendo mtu anasema imetosha. Ni vile tu wanashindwa kusema kwa sababu ya nafasi na vyeo na vitu vingine. Lakini hii inaashiria pia hatari. Kuziona nguo za mheshimiwa zipo hadharani, zimewekwa mahali hadharani. Pale manaki zimesimama kama identity, kumidentify, kumjulisha, kumtambulisha mtu fulani, to identify someone, kwamba Samia Suluhu Hassan utu wake wameweka wazi kiasi hicho. Manake ni kwamba anakuelekea utu wake huenda unakwenda kuaibika kwa mazingira haya. Kitendo cha nguo za mheshimiwa ambazo zinatakiwa zilindwe, ziwekwe mahali pazuri, ziwekwe safi, na jina pale limeandikwa, zinatakiwa ziwekwe mahali safi, lakini zimewekwa tu sehemu hadharani, hazijanyoshwa na zikakunjwa kuwekwa kwenye mfuko wa Magufuli. Si jambo la kawaida. Ni mambo mabaya yanakwenda kutokea mbele. Utu wake unakwenda kubadilika, heshima yake inakwenda kubadilika. Kitendo cha watu pia kupita, kuto kusema naye chochote, kuto hata kumsalimia, hata kutamani kusema naye, sio ishara nzuri. Ni ishara mbaya. Ni ishara mbaya ya kukosa mvuto, ya kukosa tumaini kwa watu, ya kwamba watu wanaona hakuna haja. Yaani tena ya kiwango cha mwisho. Angalau hata watu kadhaa wangalipita kusema habari, lakini hakuna hata mmoja. Wote walipita wakielekea na shughuli zao. Wengine wanakwenda kwenye safari zao, wengine niliona wakielekea sokoni, wengine mbele kulikuwa na bodaboda. Yaani watu wanaendelea na shughuli zao kana kwamba hakuna kitu. Hilo sio jambo la kawaida. Hata msanii tu akipanda jukwani watu watasimama kuangalia anaimba nini. Lakini hii imekuwa tofauti sana. Ni mambo haya Mungu anawatahadharisha. Imetosha kwa hapa. Imetosha kwa hapa. Yawezekana mkaona amani sasa, mkaona vicheko vingi, lakini ndani ya roho, katika ulimwengu wa roho, haya ndiyo yanakwenda kutokea. Haya ndiyo yanakwenda kutokea. Wasaidizi wako hawawezi wakakuambia, kwa sababu wewe ni boss, kwa sababu wewe ni mheshimiwa, kwa sababu umewaajiri, watapoteza kazi, watapoteza ugali, watapoteza mishahara na hawana kazi nyingine. Na wanafanya hivi si kwamba labda wanakuonea tamaa. Hapana, wanaona hatari. Wanaona hatari kubwa mbele yako. Hawaoni nuru njema mbele yako. Wanaona hatari katika safari hii uliyoamua.
lakini kwa kuwa umeamua na kudhamiria kwenda, haitakuwa na matokeo chanya. Ndio hapo sasa kusema ingelifaa ukamwachia mwingine nafasi hii. Ingelifaa ukamwachia mwingine kijiti hiki. Bado haujachelewa. Muda bado upo, wakati bado. Unaweza ukasema nimetafakari, imetosha, sasa niwaachie wengine. Ni heri utoke ukiwa na heshima yako. Ni heri uachie ukiwa katika hali hii. Mungu anakujulisha haya ya kwamba mbele yako hakuna nuru sana. Nami nimesema vile vile nilivyooneshwa. Sijaongeza wala kupunguza chochote. Mungu awabariki wote. Nawatakia safari njema. Naitakia Tanzania kila laheri. Mungu ibariki Tanzania. Mungu